DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Jambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Josephat Charo. DW habari za ulimwengu. Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Lebanon na Israel zafanya mazungumzo mapya ya moja kwa moja mjini Rome. Mawaziri wa Umoja wa Ulaya watafuta majibu baada ya wimbi la uhamiaji katika mji wa Ceuta. Na Gianni Infantino aitisha mkutano wa dharura wa FIFA huku shinikizo likiongezeka. Habari kamili. Rome. Lebanon na Israel zilikutana jana kwa ajili ya duru nyingine ya mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani mjini Rome. Beirut inatumai kushinikiza Israel kuanza kujiondoa hatua kwa hatua kutoka kusini mwa Lebanon. Kujiondoa huko ni sehemu ya makubaliano ya amani ambayo pande hizo mbili tayari zilishatia saini. Mkataba huo unalihitaji jeshi la Lebanon kuhamia katika maeneo yanayoitwa ya majaribio karibu na mpaka. Kwa kuwa jeshi rasmi la Lebanon litakuwa limepelekwa katika maeneo hayo, watapewa jukumu la kuhakikisha kwamba wanamgambo wenye nguvu wa Hezbollah wa Lebanon hawawezi kuendesha harakati zao huko. Kisha nalo jeshi la Israel litajiondoa. Israel ilikuwa imeweka kile ilichokiita eneo la ulinzi kusini mwa Lebanon, ikisema ni muhimu ili kusimamisha mashambulizi ya Hezbollah kuelekea kaskazini mwa Israel. Mazungumzo ya wiki hii nchini Italia ni duru ya 7 tangu mzozo wa hivi karibuni ulipozuka mapema Machi. Mkuu wa Hezbollah Naim Kassem alisema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni kuwa mazungumzo yote ya moja kwa moja hayatoleta chochote ila aibu, fedheha na kukatishwa tamaa. Dubai. Meli ya kibiashara ya India imeshambuliwa karibu na pwani ya Yemen hapo jana. Waziri wa ulinzi Sarbananda Sonowal alisema meli ya MSV Faiz Nur Olia ililengwa na kombora kusini mwa mji wa bandari wa Hodeida nchini Yemen na kusababisha chombo hicho kupinduka na kuzama. Wizara ya mambo ya nje ya India ililaani tukio hilo katika taarifa. Walinzi wa pwani waliwaokoa mabaharia wote 14 waliokuwemo, ikiwa ni pamoja na raia 13 wa India na mmoja wa Yemen. India ni mwagizaji mkubwa wa mafuta, petroli, gesi asilia na bidhaa zingine kutoka eneo la Ghuba na imeunganishwa moja kwa moja na eneo hilo kupitia bahari ya Arabia. Kwa hivyo ni mojawapo ya nchi zilizoathiriwa zaidi na msukosuko wa kiuchumi kutokana na vita vya Marekani na Iran. Mlango bahari wa Hormuz bado unazozaniwa baada ya miezi mingi ya mapigano na mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zinatoa madai yanayokinzana kuhusu hali ya mazungumzo ya amani. Siku ya Jumatatu, rais wa Marekani Donald Trump alisema pande hizo mbili zilianzisha tena mazungumzo ya kutaka kusitishwa kwa vita. Hata hivyo, Iran ilipinga kauli hiyo, ikisema mazungumzo pekee inayoshiriki ni kati yake na Oman na sio na Marekani. Brussels. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wametoa wito wa kuchukuliwa hatua kali dhidi ya mitandao ya biashara ya magendo ya wahamiaji na sera imara za kuwarejesha wahamiaji makwao. Hii ni baada ya wahamiaji wapatao 72,000 kuingia katika eneo la Ceuta nchini Uhispania, Afrika Kaskazini, wiki iliyopita na kusababisha hofu katika umoja huo. Mawaziri hao pia walihimiza ushirikiano wa karibu na nchi zilizo nje ya Umoja wa Ulaya ili kupunguza uhamiaji haramu na kuzuia kujirudia kwa tukio hilo ambalo lilianza Alhamis katika moja ya mipaka miwili ya ardhi ya umoja huo na Afrika, yote ikipakana na Moroko. Takriban wahamiaji 75 walikufa wakijaribu kuvuka mpaka, huku wengine wengi wakizama na wengine wakikanyagwa katika vurugu zilizozuka. Kamishna wa Ulaya Magnus Brunner aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa dharura wa mawaziri wa sheria na mambo ya ndani wa EU kwamba wimbi hilo lilichochewa na mitandao ya uhalifu wa magendo na taarifa potofu kwenye mitandao ya kijamii. Geneva. Shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi kwa pande zote ili kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao bado unazidi kusababisha changamoto kwa juhudi za kukabiliana nao. Mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuwahi kutokea nchini Kongo licha ya kutangazwa chini ya miezi mitatu iliyopita. Msemaji wa WHO Tarik Jasarevic aliwaambia waandishi habari huko Geneva kuwa kwa bahati mbaya mlipuko huo bado unaongezeka zaidi
licha ya juhudi zinazoendelea. Amesema wanahitaji msaada zaidi katika upande wa fedha, lakini pia rasilimali nyingine ili kuimarisha juhudi zote za kukabiliana na janga hilo, ikiwemo uwezo wa matibabu, timu za uchunguzi, timu za kuendesha mazishi kwa njia salama na wafanyakazi wa jamii. London. Gianni Infantino ameitisha mkutano wa dharura wa watumishi wa FIFA mjini Rabat hii leo nchini Morocco. Hii ni kufuatia matamshi ya Arsene Wenger yaliyoongeza shinikizo kwa rais huyo. Kocha wa zamani wa Arsenal Wenger, ambaye sasa ni mkuu wa kitengo cha FIFA cha maendeleo ya soka duniani, alitoa taarifa akisema hakuhusika katika mpango wa kutafuta uwekezaji binafsi katika kampuni ya kuendesha kombe la dunia, lakini kwamba uamuzi wa kuondoa mpango huo ulikuwa wa lazima. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.